Huyu jamaa ambaye unamuona hapa anaitwa Nokdu. Na huyu mwanamama ameanza kumfuatilia mbali sana. Sio hapa tu. Yeye ana kesi naye moja ambayo tutakuja kuiona baadaye. Na hapa amemgundua kwamba anaingia katika sehemu moja hivi la jiwe. Anaambia kwamba wewe umeisha. Akaona mpaka kamba lakini akaivuka. Ile kuivuka tu hivi akaingia katika sehemu nyingine, ameona kabisa ni kijiji ama civilization nyingine. Lakini hata kuzingatia kwamba kuna nini, kumbe ilikuwa ni kijiji cha wanawake. Kwa kila mtu akaanza kumshangaa mule ndani. Oh my god. My goodness. Nani huyo ufanya nini huu? Kwa ikabidi wale wajeda wa pale wamkamate. Hata kabla kupata nafasi ya kuongea kama unajua kufanya nini hapa, wakati alishaanza kumtwanga vibaya mno. Tia ngumi, piga mateke, tupa huko mpaka baadaye wakamtoa nje. Alipotoka nje hivi, anapita katika jiwe la pale ambako liko mlangoni, ndio limeandikwa kwamba hichi ni kijiji cha wanawake tu ama women only, a village for widows. Karibu sana, hii inaitwa The Tale of Nokdu. Mimi naitwa Winani. Na ndio ametoka kuonyesha katika recap hii kuanzia episode ya kwanza mpaka pale ambako tutafika episode ya mwisho. Jambo jema tukao kusubscribe kama bado, lakini pia usisahau ku like, ku comment, lakini pia kushare kwa wengine ili tuwe community kubwa sana ya wapenzi wa filamu. Basi bana, yule kijana ambaye tulimuona kule, hadithi yake inaanzia hapa. Hapa yuko anavua samaki kwa ajili ya watu waanze kula. Mara yote ametoka tu hivi, kwa kuna mtoto mdogo underage sana. Anamuita Hani. Jamaa amekasirika kwa kwamba kashaanza kuita Hani tena. Ile ametoka hivi amechoma ile samaki anakula, anaambia alafu binti, sikia. Ili jambo kaambia na baba yako pia kwamba mimi siwezi kukuoa. Binti akamkamata vizuri. Anaambia unasemaje wewe? Susha muahidi baba yangu kama utanioa mimi. Asakatu anaongea mambo, babake mwenyewe akaja pale. Akaamelewa kweli. Yule mtu akaanza kusema baba, Nokdu amesema kwamba hatonioa. Umesemaje? Hamna baba. Niko na mbevu kwa sababu unaona jinsi bado mvu ni mdogo sasa hivi. Kwa nini nataka kwanza mpaka akue, alafu naanza kufikiria masuala ya ndoa. Kwa nita moto hamna shida. Mzee akacheka sana akamwambia safi. Hilo jambo jema umeanza vizuri. Wewe sasa hivi kwa kweli sasa hivi ni mdogo ndio, lakini wewe ni a very fine young man. Kwa hiyo akikuwa ni lazima umoe tu. Sasa wakati anaenda kupiga hizo story, akaja mwanamke mmoja anapiga kelele za jina la Nokdu. Anaambia bwana, huko nyumbani kwenu kuna matatizo ambayo yametokea. Inabidi uende kule ukaone familia yako katika a big trouble. Asa ile mzee kukimbia na kufika nyumbani, akakuta kuna assassins wanajaribu kumua babake pamoja na kakake. Ndio Nokdu naye kuja pale akaanza kupambana nao. Yeye anajua martial arts. Maana alifundishwa na mzee yule ambaye mtoto wake ndo anabidi aje kumuoa. Na of course ilikuwa kwa sababu hii, yani exchange ya yeye kumuoa mtoto wake ni ili aweze kumfundisha martial arts. Kwa hiyo akaanza kupambana nao kwa namna fulani. Sasa anataka mmalizie hivi moja, mzee wake akamkamata afa akamwambia yule assassin kwamba aondoke tu kabla mtoto hajamkamata. Akaanza kumuuliza mzee, kwa nini unaacha watu waondoke? Watu inabidi wamalize. Sio unajisema mmoja kutuletea shida hapa nyumbani. Lakini pia muda huo ndo akawa yule mzee naye pia amekuja hapo. Kwa hiyo kijana akaamua moja kwa moja kwamba ni lazima aende kuwafuatilia ajue kwamba ni kina nani. Lakini yule mzee akamwambia kwamba awe makini sana, maana kwa jinsi alivyoona anavyoshikilia upanga na kila kitu inaonekana kabisa kwamba hawa ni a very skilled assassins. Kijana akamwambia hamna shida, ila mimi naomba utake care familia yangu, alafu nikirudi basi mambo mengine tutazidi kuyaongea. Mzee akamwambia hamna shida. Sasa wakati Nokdu ameondoka, kaka yake ambaye alikuwa pale akabidi amwangalie mmoja wao ajue kwamba hawa ni kina nani. Lakini maajabu ikani kwamba alipotoa tu ile maski yake amuone, ni mwanamke. Yani how comes kwamba assassin alikuwa ni mwanamke? Basi ikabidi Nokdu aanze kumfuata huyo assassin ili aweze kujua kwamba ni nani hasa na kwa nini amekuja kuletea shida familia yake. Kumfuata wakafika mpaka mjini kabisa, katika sehemu ambako imechangamka zaidi kuliko katika kile kijiji ambacho walikuwepo. Lakini shida ikawa moja, ile wamefika tu hivi, mfalme naye ndo akanapita katika mitaa ya mji siku hiyo. Kwa hiyo ikabidi watu kwanza weke pembeni, mfalme aweze kupita. Kwani kavile kaa na miss yule assassin, maana kaingia kona hii, kaingia kona ile, alafu naye akamemiss. Sasa wakati wako pale, kuna mwanamdada mmoja hivi alikuwa na lengo la kumuua mfalme. Tena jinsi alivyokuwa amekaa pale akaana imagine kabisa namna ambavyo mshale ule utampita, alafu tukuja kumuua na vitu vingine kama hivyo. Lakini wakati anauseti ule mshale kwa ajili ya kumpiga mfalme, mara Nokdu akampitia kwa akaishia kuangusha tu. Kwa hiyo ikabidi mwanadada atafute tena sweet spot nyingine ambapo atakapoweza kumlenga mfalme. Lakini ili anataka tu atoke hivi, mara msafara wa mfalme ukasimamishwa tena kwa sababu kuna mzee mmoja alimrushia jiwe. Huyo mzee ana hasira kweli na mfalme kwa sababu kipindi wakati palace inajengwa chini ya uongozi wa huyo mfalme, mtoto wake pamoja na mjukuu wake wote walifariki katika process hiyo. Hasa akana hasira sana na kisasi juu ya mfalme. Kwa wale walinzi wakamkamata pale, lakini mlezi mmoja mkuu akasema unajua huyu ni lazima atakuwa na watu ambao anashirikiana nao. Kwa hiyo cha kufanya hapa sasa hivi naomba
hakikisha kwamba unatafuta accomplices wote ambao wako nao, alafu waweze kukamatwa pia. Kwa basi wale askari wakaanza kwenda huku na kule wakikamata watu. Mmoja tu aliyokamata alikuwa ni binti, lakini pia Nokdu naye kama mmoja katatu aliyokamata. Lakini tena kamatwa, alikuwa tayari amekaribia kidogo tu kumuona huyo assassin. Anaambia bwana, kuna mtu katika hicho chumba. Trust me when I tell you. Fungeni wenyewe muone. Ile wale askari wamefungua tu hivi, akatoka mwanamama mmoja hivi amevaa kinobo, yani kumaanisha kwamba katika familia ambazo ni za kitajiri. Kwa sababu ni familia ya kitajiri, lakini pia ni mtu wa kitajiri, ikabidi aache aondoke. Nokdu akawapokonyoka, akaenda kumfungua hivi amuone. Kumfungua hivi, alikuwa kweli ni mwanamama. Akanashangaa kwamba hicho chumba ameingia peke yake. Na alipofungua alikuwa peke yake. Na ndio ambaye anachezemea. Kumbe alikuwa ni mwanamke. Hasa kwenye ile zubaa askari wakambeba tena, wakampeleka mpaka gerezani. Hasa kipindi hiko kulikuwa mna masuala ya kuchagua jenda. Yani it doesn't matter, wewe ni wa kiume wa kike wote mtatupwa kwenye gereza moja. Sasa ile katika gereza mule, yule binti akaanza kumshikilia Nokdu. Anaambia hivi, wewe kwani macho yako yana kazi gani? Mbona sasa ulikuja kunigonga mimi wakati nilikuwa na shughuli zangu nazifanya pale? Nokdu anambia, wewe una shida gani wewe? Una shida gani sasa mpaka unanishikashika? Anaambia, wewe unajigonga kwangu. Kwa nini anakuambia uje ujigonge kwangu? Uko na sehemu zingine zote za kutembea. Polisi ikabidi waambie kwamba wanyamaze. Kwa hiyo ikabidi hata mabishano yaishi hapo hapo. Sasa usiku ulipofika, wakati mlinzi amelala lakini pia wengine wamelala, binti akaona kwamba kuna ubao kimoja hivi kwa kama vile kimepigiliwa vibaya ama vile kimelegea, kwamba anaweza kukisukuma alafu kisha akatoka. Kwa basi akaamua afanye hilo jambo ili aweze kutoroka aondoke zake. Sasa ile anatoroka hivi, mabega yake akaisha kunasa pale, afa kaa hana namna ya kuweza kurudi ndani. Nokdu ndo kushtuka afu kwa kile ambacho anakifanya. Anaambia binti, kwani una shida gani lakini? Au ndo manako ya kwanza kuingia jela au sio? Yaani wakamata kama hivi, asubuhi wanakuja ku interrogate. Wakiona kwamba uko innocent wanakuachilia. Lakini kama ukitoroka hivyo, hiyo ndio moja kwa moja hiyo bisa kwamba ulikuwa unashirikiana na ule mzee na utafungwa hivyo hivyo. Sasa kurudi ndani akaa hawezi. Alafu mlinzi ni kama vile anawaona. Akamwomba, naomba nisaidie basi. Nirudishe ndani. Anaambia, "Wewe unajuta jeuri, endelea tu hapo hapo. Kaa, kwa shida iko wapi? Wala hata mna taabu." Anaambia, "Tafadhali basi ninakuomba sana. Nirudishe tu ndani." Anaambia, "Haya, niombe master please." Ndio binti kusema master please. Kwa hiyo jamaa amvute ndani. Alipomfuta ndani, kimsingi Nokdu akaanza kumwonea huruma. Wakati usiku unaendelea, akaona kama vile binti ana baridi na nini. Kwa kama basi tuweze kumfunika ili binti asipate baridi muda huo usiku. Lakini maajabu, kufika asubuhi wakawa wamelaliana. Mguu wake upo katika mguu wa binti, binti upo katika mkono wake. Hasa ile kushtuka hivi na kujifanya kama vile hawajuani hivi, kisha wakatemana. Lakini siku hiyo kumbe ilikuwa mbaya sana. Nokdu hakujua tu kwamba siku hiyo ilikuwa ni tofauti na siku zingine zote za kukamatwa. Kwani siku hiyo ilipofika tu asubuhi, mlinzi ama askari akapewa maelekezo kwamba wachukue hao watu wote kisha wapeleke kuojiwa katika jumba la kifalme ili waweze kujua kwamba shida ilikuwa ni nini hasa mpaka watake kumuua mfalme. Kwa basi wakachukuliwa mpaka sehemu ya interrogation. Kufika pale, kwanza binti akaanza kuwa traumatized. Maana kuna watu wengine tayari wanapewa mateso ya ajabu. Chuma kinachemshwa katika moto alafu anaweka katika paja waongee ukweli wao. Binti akaanza kuona mama, leo nimeisha. Ile wamefika tu pale wampigishwa magoti, binti ndo akaanza kwanza kuulizwa. Wewe binti, mbona kama ni mgeni katika eneo hili? Umetoka wapi? Ambia mimi natoka Jidamvali. Umetoka Jidamvali paka Hanyang kuja kufanya nini? Unajua nilikuwa natembea tu. Kwa nini tunasini kichas, ndio Kwa umetoka Jidamvali umekuja paka Hanyang kutembea tu, si ndio hivyo? Binti akasata hawezi kujibu maswali. Amekaa pale anahamaki. Nokdu anashangaa. Kwani mbona huyu hapa ni kama fileni? Alikuwa anamshali, anataka uwe mtu. Lakini mbona kama vile sio mjanja. Yaani kama vile ndo mara kwanza kwenye jambo lake. Ikabidi asimame. Anaambia, msikia wazee, mimi ndani nikutanishwe na mfalme. Wakaanza kucheka. Yaani ukutanishwe na mfalme kwa sababu zipi za msingi? Anaambia kuna jambo la msingi ambalo nataka niongee naye. Kwa nini nikutanishwe na mfalme? Lakini muda huo mfalme naye na kimsingi alikuwa anapita katika maeneo karibu na hapo. Kwa akasikia yale maongezi kwamba huyu mtu anataka unane naye. Asa wale askari wakaambia, mtu tuambie kwanza unataka ukaongee naye nini ili tujue kwamba tunakuruhusu kwenda ama tunakuacha. Anaambia, mimi kama ningekuwa ndo mfalme ningeamua kwamba kwa sababu mzee amesema kwamba mtoto wake pamoja na mjukuu wake waliuawa katika hayo makaburi, niyatengeneze vizuri, niweke maua mazuri, lakini pia nimuombe msamaha, nione kama vile ni mfalme ambaye anajali. Sasa ile watu wanaendelea kucheka na wanataka waweze kudili naye. Mfalme akaambia mmoja kati ya wale watu ambao walikuwa pale nje, anaambia bana, hebu mwacheni. Ni kweli kwamba kitu ambacho aliongea ni kama vile ki make sense, lakini kama mwisho wa siku hao watu wananipenda kwa sababu hiyo, basi mimi niko sawa kuchukua ushauri. Kwa hiyo mwacheni hao watu. Kwanza watu waone kwamba tumewaachia, lakini pia na mambo tukafanya mambo huyu kijana amesema. Kwa basi kwa namna hiyo tu wale watu wote ambao walikuwa wakipewa adhabu pale wakaruhusiwa kutoka. Sasa wakati wametoka pale, Nokdu akamkamata yule mtu ambaye walikuwa na argue tangu jana usiku. Anaambia, sasa umesikia dada, si nimekutoa katika hili jambo?
basi mfanya hivi basi kama una kahela basi ndio kununua hata supu ya wali basi unipatie. Akamwambia mjinga ni, kisha akamfukuza. Kwa basi kwa namna hiyo tu wakawa wamepoteana katika eneo hilo. Nokdo basi akamwa isiwe kesi, akaamua kwenda zake katika moja ya loji pale mjini ya bei chetu, akaipata, kisha akaingia ndani huko akiwa na wakati kabisa kwamba yule assassin alikuwa anamfuatilia. Nia yake aje ule usiku amtie kisu kisha arudi kwa babake pamoja na kaka yake. Lakini pia ajue kwamba kwa nini hawa watu wamekuja kufanya yale ambayo walifanya katika nyumba yake. Lakini badala yake akashanga tu yule mama ambaye ndo mmiliki wa guest akaja pale. Anaambia afu kijana nikape nimekuona uje uchukua chakula. Sasa kuna chakula ambacho kipo hapa. Kuna mtu alikiagiza lakini ameishia kutokula. Kwa hiyo niko tayari kukupatia kwa bure kama utakitaka, lakini kama unataka ulale tu pia hamna shida. Akamwambia hamna, unajua nataka nilale. Basi fresh haina taabu. Na unataka nikupatie kwa bure tu, lakini kama utaki basi hamna shida. Hasa Nokdu kusikia bure akamwambia fresh basi hamna shida. Akakichukua kile chakula kisha akaanza kukila. Kumbe bwana chakula kiwa kina sumu, lakini pia kwa kinalewesha. Kwa baada kama dakika kadhaa tu hivi jamaa katoka hana nguvu kabisa, akaanza kujitupa hapo nje ili aweze kuondoka zake. Maana akajua inawezekana huu ni mtego, kwamba wale wamepanga nikia tu chakula nikalewa yule assassin aje kisha aweze kunimaliza. Sasa ile ametoka tu hivi akutana na walinzi fulani pale nje, wakaanza kuogopa kwamba hey, hata wana shida gani? Amelewa au ni nini? Mbona kama ametufia hapa? Lakini kwa bahati mbaya pia assassin ndio alikuwa anamfuata kwa muda huo. Kwa assassin alipoona kwamba askari wamemjia pale wanataka kumsaidia, akaamua ondoke zake tu akiwaza kwamba basi shughuli shaishi hapo hapo. Lakini kumbe Nokdu kwa amefanya jambo lake bana. Ile ilikuwa na yeye pia ni njama tu ameiweka. Kwa hiyo wakati ile assassin kaondoka, lakini pia jamaa ndo kumtafuta chief ili aje aone ile shughuli, akaisha tu kumkaba mmoja wale walinzi ambao wameachwa pale, kisha akaondoka zake na kuanza kumfuatilia yule mwanamama. Wametembea sana, mara pita katika misitu, wamezunguka kweli mpaka afika asubuhi. Yule binti bado anatembea tu, hachoki. Nokdu naye akawa yuko nyuma yake. Mara wakafika katika sehemu hivi na mawe fulani hivi. Binti mara akajibadilisha zile nguo kisha akaingia chini ya jiwe moja kubwa sana. Nokdu naye akaamua mfuate huko anasema kwamba huyu mwanamama amekufa. Lakini kufika kule akaisha kupata kipigo tu kama jinsi ambavyo tuliona katika sehemu ya kwanza ule. Kwa hiyo akaamua kutoka nje. Kutoka pale nje anaona kwamba kumbe hiki kijiji ni cha wanawake tu peke yake. Niliingia hapa baya. Lakini sasa kanawaza hii sehemu kama ndio hivyo basi itakuwa ni sehemu ambako wanaficha maasasi ni wasiweze kuwajua. Huko akiwa anajibisa kwamba sehemu hii hata kama ukiwafanyia vibaya wanaume basi hawezi kuja kuwafuata huko. Kwa hiyo Nokdu kaamua pale achill pale nje, huko akiwa anawaza njia kadhaa za kuweza kuingia huko ndani alafu kumtafuta huyo mchawi, lakini pia atafute bosi amekuwa na watuma hawa maasasi.